Bwana ni Akili Mingi TZ. Bwana nipo na Mr. Dabo. Yeah. Ambaye ametendi sana na amefanya vizuri sana kwenye ngoma yake ya Kizuri Kikiwepo. Bwana Mr. Dabo, vipi kwanza? Upo shwari kabisa? Full kabisa. Kabisa. Mambo mengine nasemaje? Tunashukuru Mungu. Mungu ni mwema, bado tunavuta pumzi yake. Bwana ukiachana na Dabo, nilishawahi kusikia kuna Nyani Mzee. Bwana Nyani Mzee ni wewe mwenyewe au kuna mwingine? Nyani Mzee pia ni mimi, lakini ile jina nalo pia lipo kwenye ngo fulani ya filamu kule ndio natumiaga sana. Kwa maana kwenye filamu pia upo. Okay. Ndio natumiaga Nyani Mzee. Bwana, hivi nyimbo Kizuri Kikiwepo ni nyimbo ambayo imetembea sana. Ni nyimbo ambayo imefanya vizuri sana na nyimbo ambayo watu wanaisifia sana, na kwa miongoni mwa vitu ulivyoimba mule vingi vinahusiana kama ni vitu umeimba kwa kweli. Labda unaweza kusema kwamba ile ngoma uliandika mwenyewe au uliona matatizo ya watu afu watu ukapata mchango wa idea tofauti hivi? Ile ngoma bwana, niliandika mwenyewe. Ndio. Na niliandika kulingana na uhalisia. Unajua mazingira ya maisha ambayo tunaishi hata sasa. Ukiangalia kuanzia watawala, mimi labda niliona utawala wa Nyerere kipindi cha mwisho. Nyerere kamaliza mwaka 85, naona ndio akaingia Mwinyi, lakini ukiangalia Nyerere wakati yuko madarakani watu walikuwa wanalalamika sana kwamba Nyerere anawabana watu, sijui analeta vitu fulani, yani kuna ulanguzi wanaita nini, unaona akawa wanamlalamikia sana. Lakini alipoondoka Nyerere akaja Mwinyi. Mwinyi akawa amefanya kuruhusu vitu vingi, yani ruksa alisema. Unaona, lakini watu wakasema Mwinyi atoa uhuru mkubwa, ruksa imekuwa kubwa kiasi cha kwamba watu wanafanya mambo mengi tofauti. Lakini alipokuja baada ya Nyerere pia akaja Mkapa naye wakasema Mkapa naye anabana sana, vingi vikawa. Lakini alipokuja Kikwete nako maneno naye akawa yanaendelea. Kwa hiyo kila mtawala wakati ambao yupo basi hakusemwa vizuri, bali alipoondoka. Lakini hapo alipokuja Mwinyi watu wakasema afadhali Nyerere. Kizuri Kikiwepo hawapendi kukisifia na ngoja kiondoke. Bwana, ile ni producer, alikuwa producer nani? Producer alikuwa ni Kadi Fisho. Ni wa wapi? Kadi yeye ni kwao kabisa, ni Morogoro, lakini shughuli zake anafanya Dar es Salaam. Na producer Kadi alikuwa ni producer wa studio moja ya Spars ambayo inamilikiwa na msanii Babli alioimba Kizizi. Ndio. Kwa hiyo sasa alikuwa anakuja Rugoba kufanya production hapa Akili Mingi Media. Akili Mingi Records. Na huku pia tulikuwa na jamaa mmoja anaitwa Siano, kama unamjua. Siano kuwa mkubwa kama alivyo sasa. Ndio. Bwana Siano umeanza kufanya naye kazi muda sana. Yaani Siano ndio ambaye tulifungua wote Akili Mingi wakati nafungua. Producer wa kwanza kabisa ni Siano. Kwa hiyo sasa kwa mazingira, kwa kuhitaji kuchanganya ladha. Kwa hiyo tulikuwa tunamleta Kadi ili kuongeza vitu zaidi. Sawa bwana, ile nyimbo ya Kizuri Kikiwepo umezungumza vitu vingi ambavyo vipo vinafanyika, sio? Ndio. Hapa ulayani. Je, ulivyoiachia mapokezi yake naona yalikuwaje, ama hujawahi kufuata na kiongozi yoyote labda kukuambia kwamba ushauri fulani au vitu baadhi kama hivyo? Ukweli kwenye nyimbo ya Kizuri Kikiwepo ilibidi ile nyimbo baadaye niipunguze. Nipunguze kwa maana ya hii mistari ambayo nilikuwa nimeandika awali. Nyimbo nilikuwa nimeandika ilikuwa ina verse kama 3. Alafu siku moja nakumbuka niliimba kabla sijarekodi, niliimba kwenye mkutano mmoja ambao walikuja kipindi kile, waziri wa mambo ya nje alikuwa ni Bernard Membe. Kwa hiyo kwenye siku ya maadhimisho ya vijana nilipata nafasi nikaimba ile nyimbo. Nilipoimba pale kumaliza ile nyimbo kuimba, niliposhuka jukwani pale akaja watu wa usalama. Na akaja akaniuliza, hii nyimbo umeshaiandika yote? Nikamwambia ndio, nimeshaiandika yote. Basi akaniomba nimpelekee mashairi yangu yote. Kwa sababu kulikuwa kuna maneno mengine ambayo ilibidi wakanishauri kwamba niyapunguze. Sawa. Kwa hiyo nilifanya hivyo kabla sijarekodi. Bwana, kwa maana kuna namna fulani alikusaidia kutokana na kunyosha mistari vizuri
kupunguza baadhi ya maneno ambayo yalionekana labda kama yanaleta yani maneno ambayo baadhi ambayo kukaa sawa. Kwa hiyo hilo alilifanya, lakini kulingana na kama vile tuseme kwa wao issue ya usalama waliona labda haya maneno haya yasitumike huko. Kwa hiyo na mimi nilifanya kama walivyofanya, walivyonishauri nilifanya. Ndio. Na kwa uongozi, labda kuna msaada wote ambao uliupata wakati unaanza kuipromote kazi ya Kizuri Kikiwepo, ama kuitwa labda kwenye show zingine tofauti na hiyo show ambayo uliofanya mwanzo? Binafsi hakuna kiukweli kwamba labda kuna support fulani nilipata kupitia viongozi, hakuna. Ila sehemu kubwa tu ya project nzima kuanzia recording na hata promotion yote vilikuwa naifanya mwenyewe kwa nguvu yangu ndogo nilionayo. Kwa hiyo hata kwa kipindi kile, unajua hizi social network zilikuwa hazijakuwa kama zilivyo sasa. Ndio. Naona, kwa hiyo ilikuwa promotion zaidi tunategemea radio station. Kwa hiyo tukawa tunafanya media tour, lakini pia tukawa tunafanya show ambayo tulifanya show maeneo mbalimbali ambazo zile radio tunazopeleka nyimbo yetu zinasikika katika maeneo husika. Kwa hiyo tukawa tunafanya show, kwa mfano Tanga huko, kwenda Morogoro, Sabini wapi, hizo sehemu ambazo tulienda kufanya kulingana na usikivu wetu. Zaidi tulikuwa tunatumia radio za za ukanda wa Morogoro, unaona nguvu ndogo ya promotion kwa bwana. Ni vizuri sana. Unajua hii nyimbo ya Kizuri Kikiwepo, kama mtu anasikiliza kwa makini, kuna vitu ambavyo ulikuwa unagusia na mpaka huyo kiongozi kaona kwamba kuna maneno ya kukaa sawa na ukayanyoosha mpaka yamekuja kukaa sawa. Vipi je, kwa wakati ulipokuwa rekodi, ukumpa tabu yote producer ambaye alikuwa anakufanyia hiyo kazi? Producer bwana, producer wangu kiukweli kadi